Rafiki, imagine kushuhudia kikundi cha watu wakiwapa mbwa miili ya watu na mbwa hao wakiila ukiwa na umri wa miaka 12. Hii ni simulizi ya mwanamke aliyesurvive vita ya kimbari ya Rwanda. Tumuite Anna. Anna alizaliwa Rwanda na alikuwa ni Mtutsi. Makabila makuu yanayotambulika nchini Rwanda ni Wahutu na Watutsi. Anna anasema mara ya kwanza kuona utofauti kati ya makabila hayo ni pindi alipokuwa shule. Mwalimu wao aliwaambia wanyooshe mkono kusema kama wao ni Wahutu, vivyo hivyo kwa Watutsi na wenyewe waliambiwa wanyooshe mikono kusema kama wao ni Watutsi. Mara ya kwanza Anna hakuelewa kwa sababu gani mwalimu aliuliza hivyo. Ila Anna hakunyoosha mkono. Mwalimu alimwambia kesho asije shule kama hajui kabila lake. Ubaguzi uliokuwa unaendelea kati ya Wahutu na Watutsi, vyote hivi vilikuwa ni viashiria kuelekea vita ya kimbari mnamo mwaka 1994. Hili ndilo tukio lililotokea mwaka huo ambao lilisababisha vita hii. Vita hii ilidumu kwa takriban siku 100 na Watutsi 500,000 hadi 800,000 waliuawa na wanajeshi wa Kihutu na raia wa Kihutu. Ilikuwa ni kipindi kigumu sana kwa Anna aliyezaliwa kwenye familia ya watoto 4. Alikuwa na kaka zake 2, yeye pamoja na mdogo wake wa kike. Pindi vita ilipotokea, mama yake Anna pamoja na mdogo wake Anna walikuwa wameenda kuwasalimia babu na bibi. Kwa hiyo waliobaki nyumbani ni baba, Anna pamoja na kaka zake 2. Anna anasema anakumbuka baba yao akiwaambia kwamba mkienda kulala mvae nguo zaidi ya moja. Baba yao aliwaambia pia sijui kama mama yenu ataweza kurudi. Na kwa sababu maisha yetu tayari yako hatarini kwa sababu sisi ni Watutsi, basi hakikisheni mkijificha. Msijifiche pamoja, maana mkijificha pamoja watatuua wote. Baada ya kifo cha Rais Habyarimana, asubuhi iliyofuata kijijini kwao kulikuwa na wanajeshi wanaozunguka. Anna anakumbuka kujificha uvunguni mwa kitanda. Walifika hadi nyumbani. Aliyefungua alikuwa ni kaka yake. Mwanajeshi yule alimuuliza kaka yake Anna, yuko wapi Inyenzi? Kwa maana yuko wapi baba yake Anna? Inyenzi, neno la Kinyarwanda lenye tafsiri ya mende. Hilo ndio neno ambalo Wahutu walikuwa wanatumia kuwaita Watutsi.